Ripoti inayofuata ni kuhusiana na vituo vya kulelea watoto maarufu kama daycare. Vimetajwa kwamba vimekuwa ni changamoto hasa kwa vile ambavyo havijasajiliwa, kwani vimekuwa vikileta changamoto nyingi, hasa ukatili kwa watoto kwa kutokuwa kusajiliwa kwao. Sasa tuungane na Alfred Bulaya ambaye anatupasha zaidi juu ya taarifa hiyo. Vituo vya kulelea watoto ama daycare vimekuwa ni kimbilio kwa wazazi na walezi walio wengi, hasa katika maeneo ya mijini, kwa imani ya wazazi na walezi kuwa kupitia vituo hivyo watoto wao hufunzwa maadili na tabia njema kupitia malezi wanaopata toka kwa wasimamizi au walezi wa vituo hivyo. Kinyume na matarajio hayo, baadhi ya vituo hivyo kwa sasa vinatajwa kugeuka kuwa tanuri la moto kwa watoto. Ushuhuda wa yale yasiyopendeza machoni mwa watu yanayofanywa na baadhi ya vituo vya kulelea watoto anao Bi Anita, mkazi wa Nkuhungu hapa jijini Dodoma. Yaani mtoto inaonekana alienda chooni, alofika chooni, sasa ilitokea nini? Huenda mhalifu alikuwa chooni, lakini baada ya tukio alikutwa ametupa nyuma ya fence. Mtoto wangu alikuwa amezimia, ameloa damu, kinyesi. Kwa ni hadi tete sana nimkuta mtoto wangu, kwanza sikujua kama ipo hai. Maumivu anayopitia mama huyu kwa sasa ni sawa na mwiba unaochoma tumbo lake la uzazi. Hali yake sasa hivi ndo kama hivyo, amekuwa ni mtoto tena, amerudi utotoni, anaanza kumfunga pampers nini. Ndio hivyo, kwa akikuwa akiongea tu anajinyea, anajikojolea. Vituo bubu vya kulelea watoto ndio chanzo cha yote. Kama mnavyoona mazingira ya kituo kama hichi tulichopo hapa, mazingira sio salama kabisa kwa mtoto kuwepo. Kuna mwingiliano wa mambo mengi, jamii nyingine za hapa, majirani, kuna mambao yapo kule, misumari, yani mazingira sio rafiki. Kwa hiyo lengo sisi ni kuangalia hawa watu wa huduma wasifanye hizi huduma za malezi ya watoto kama kitega uchumi. Nikiwa bado Nkuhungu katika tafakuri ya tukio la kile alichofanywa mtoto wa Bi Anita, na kutana na kanisa la FPCT Nkuhungu, kanisa linalotajwa nyakati zisizo za ibada kutumika kulelea watoto wapatao 50. Tumekuwa na watoto wasiozidi 50 na huduma ambazo tunazitoa mahali hapa, moja kwanza ni ya kuwafundisha katika masomo yale ya awali. Sisi wakati tunakwenda chuoni, tunamwona mtu anatoka anaruka ukuta akiwa hana nguo, afa akawa anakimbia anaenda upande wa huko. Baadaye walipozunguka kwenye hiyo fence kwa ndani, ndipo wakuta kuna zile nguo za mtoto za ndani. Kwa hiyo kagundua kwamba eneo hili ndilo mtoto alifanyiwa kitendo cha ukatili mahali hapo. Mtazamaji, kwa leo simulizi hii ya baadhi ya vituo bubu vya kulelea watoto mchana maarufu daycare kuchangia katika vitendo vya ukatili kwa watoto inaishia hapa, ila na kuahidi kuiendeleza tena kesho panapo majaliwa, ambapo tutaangazia hatua ambazo serikali imechukua juu ya uwepo wa vituo hivyo ambavyo kwa sasa ni hatarishi kwa watoto. Alfred Bulaya, TBC. Asante Alfred Bulaya kwa taarifa hiyo. Na hiyo ni changamoto ya uwepo wa vituo bubu vya kulelea watoto ambavyo havijasajiliwa. Changamoto zimekuwa zikijitokeza, lakini pia wito umetolewa pia kwa wazazi kutokutumia nafasi hiyo, kwamba wanakuwa na majukumu mengi, wanaacha watoto katika vituo ili waendelee kufanya majukumu yao. Peleka katika vile vituo, mtoto anashinda pale, akija jioni anampitia. Sasa madhara ndio haya yanakuja kutokea kwa baadhi hivi. Kwani wazazi kabla ya kupeleka watoto kwenye hivi vituo hamkagui mazingira? Yaani kabisa pale kuna misumari, kuna nini, yaani mazingira ambayo unaona kabisa si salama kwa mwanao, na unaridhika kumwacha pale, afu unasema unaenda kazini. Uko kazini unaenda kufanya? Yaani ukikaa kazini na akili inakaa kazini na yenyewe unafanya kazi kabisa, umemwacha mtoto kwenye mazingira kama yale. Mtihani sana. Kuna ukawaida wakati mwingine, kuna vitu ambavyo wakati mwingine hata wanaotoa vibali mwenyekiti unajiuliza warudi kwamba inakuaje. Unajua wakati mwingine unajiuliza, hii ni kwenye upande wa shule, umeona hiyo, upande wa vyakula unakuta yani kuna vitu vinafanyika kijeje fulani hivi. Hivi vitu inabidi watu wapunguze kukaa ofisini. Yani kuna vitu inabidi ukubali tu kutoka ofisini, uende ukaangalie, ujiridhishe, uone kweli hapa panafaa. Lakini ya kupeana vitu kwenye makaratasi kwamba eneo hili tuko hivi, haya sawa, umesaini, nenda. Halo, hizi ndo gharama zake sasa.
Na mwenyekiti yako mengi kwenye vyakula huko, mtu anauza juisi barabarani. Nimuuliza maswali, hivi maji umechemsha? Sema mimi muda kuchemsha napata wapi brother? Kwanza nani yeye ninayo. Kwa hiyo tukifanya anavuruga tu anaweka barabarani, nyewe jinyweni mtajua wenyewe. Kwa ni baadhi ya changamoto ambazo wakati